wanyama, tendo ambalo halikuwa halifai. Tunasema ya kwamba ile miti tumekuja naye, tumepanda miti hii area yote kwa sababu ni kama protest, kuonyeshana tulikasirika sana vile watu walikuja wakavamia shamba la Uhuru Kenyatta, wakavuja miti, wakaanza kujigawia mashamba, na hii haifai. Hii ni mali ya mtu binafsi ambaye haitaki kuchezewa na mtu yote. Tunasema ya kwamba hii ni kama ishara ya kuwaonyesha watu, hii ni onyo. Kama shamba ni la mtu, lilindwe na watu wakae imara wakiangalia vitu za watu kama ni zao. Kama mtu alinunua shamba lake na anunue na pesa zake, inafaa kulindwa. Kwa hivyo tumechukua hii jukumu, tumepanda hii shamba, tumepanda hii primary school. Hii area yote tuko na miti kama 5,000 na tutapanda popote ambapo pako na nafasi ya kupandika miti. Walioharibu hiyo miti chama, ningeuliza vipi kuhusiana na kuomba msamaha na kurudisha miti? Wale waliharibu miti na hawajarudisha ile miti pengine walienda wakachoma kama kuni. Tungewauliza waombe msamaha. Na pia kama kuna mbuzi zilibaki kwa manyumba zao, warudisha hizi mbuzi zote ili ziweze kuzaana vile mwenyewe alikuwa anataka. Hata kama Uhuru Kenyatta hayuko, hata kama yuko sehemu nyingine, lazima tulinde mali ya matajiri wote, ili tukae tukijua ya kwamba hawa ni viongozi wetu ambao walikuwa na wanafaa kupatiwa heshima. Leo mlikuwa mnapanda miti, ni wakati mwingine pia mtapanga mkuje kurudisha pia mbuzi kidogo. Tunajaribu kutafuta wale watu waliiba mbuzi, na ikipatikana tumewatangazia tarehe 31. Wale ambao waliiba mbuzi na wajakula wazilete hapa ili tushike, tupatie mzee. Tuko na mzee wa heshima sana hapa, anaitwa nani huyo mzee? Tunampatia hizo mbuzi kama zitapatikana, na turudishie Uhuru Kenyatta mbuzi zake. Sawa.